الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Tunasoma aya ya 54 leo. Allah anasema walau anna likulli nafsin zalamat, lau kama itapewa kila nafsi iliyojidhulumu, ma fil ardi, vitu vyote vilivyopo juu ya ardhi. Mtu mmoja ndo nafsi moja, aambiwe hii ardhi na vitu vyake, mali yake, alafu awe tayari kujikomboa kwa kuitoa hiyo mali yake. Allah anasema laftadat bihi, haikubaliwi faini kama hiyo au fidia kama hiyo. Wa asarru nadamata lamma raau aladhab, na watu wote waliodhulumu nafsi zao watakithirisha majuto kwenye nafsi zao watakapoiona adhabu. Starehe yote aliyostarehe duniani itamtumbukia nyongo, matokeo yake atakuwa ni mwenye kujuta. Kwa nini kafanya aliyoyafanya? Alitakiwa ajute hapa duniani, ajirekebishe, hakufanya hivyo. Anakwenda kujuta huko baada ya kuiona adhabu, na majuto hayatomsaidia kitu. Waqudhiya bainahum bilqisti wahum la yuzlamun, patahukumiwa baina yao kwa uadilifu. Inasisitizwa neno uadilifu, kwa maana hawatodhulumiwa. Katika sura ya 3, suratu Ali Imran, aya ya 91 na 92, Allah amesema kule, innal ladhina kafaru, hakika ya watu waliokufuru, thumma zdadu kufra, alafu wakazidisha ule ukafiri. Alizdiadu fil kufri, maana yake ni mtu mpaka mauti yanamkuta bado kafiri. Muda wote wa kuishi haukumtosha kupatana na Mola wake, kwa hiyo kaishi katika ukafiri mpaka mauti yanamkuta yeye kafiri. Watu hawa Allah anasema lan tuqbala taubatuhum, wakati wa mauti huwa wanajuta, wanatubu, lakini haikubaliwi pale toba yao. Wa ulaika humud dhalun, na hawa ndio waliopotea, walielekezwa njia ya sawasawa, hawakuipenda, kwa hiyo njia waliopita wao wamepotea. Kaishi sivyo mpaka muda umeisha, akujirekebisha, anaondoka vibaya. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar,
wale wanaokufuru na wakafa huku ni makafiri, yani kakufuru mpaka mwisho wa uhai wake, falan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, hapatokubaliwa kwa yoyote kati yao fidia inayofanana na ujazo wa hii ardhi. Hii ardhi sasa hivi ina nchi nyingi na kila nchi ina mfalme wake. Nasikia kuna nchi mikubwa, Marekani, Urusi, Ujerumani, Ufaransa, Umarekani, Uingereza, mpaka na Tanzania nayo nchi na ina rais wake. Kwa hiyo dunia nzima na mabara yake haya apewe mtu mmoja, ambiwe hii ardhi mali yako. Alafu si ardhi tu kama ilivyo, iwe ni dhahabu. Mviringo huu wa ardhi huu iwe ni dhahabu, donge la dhahabu, aambiwe mtu mmoja, hii mali yako. Labda anaweza akajisave kwa mali yake. Kuna hadithi imekuja, mafuhumu yake inasema, ataambiwa mtu siku ya Kiyama kwa kuchezwa shere, maana sio uhakika itakavyokuwa. Anachezwa shere kama yeye alivyocheza shere. Allah atamuuliza mja wake, mja wangu, unaonaje kama nitakupa mfano wa ile ardhi yenu, iwe yako wewe alafu iwe dhahabu? Nikwambie unipemie dhahabu yako usalimike, utakubali kutoa? Mtu atasema naam ya Rabbi, niko tayari. Atoe donge la dhahabu kama hii ardhi, iwe ndo faini yake, yeye asalimike tu na adhabu, hata kama awe hana kitu. Allah atamwambia, nilikuomba jambo dogo tu kuliko hilo, usinishirikishe, limekushinda. Leo utakuja kutoa mali kama hiyo? Mali hivyo, jambo dogo tu nilikuomba, muda wote uliokaa duniani, limekushinda kutekeleza. Kwa hiyo naenda kule, haitakiwi faini wala fidia, wewe uwajibike tu. Kwa hiyo aya yetu hii ya leo inasema hivi, walau anna likulli nafsin zalamat, lau kama itapewa kila nafsi iliyojidhulumu, yani kila mtu aliyeharibu utumishi wake akafanya sivyo, kaachana na mambo ya dini, hana habari na dini, kafuata utaratibu wake mwingine, siku ya hisabu mtu huyu akaja akapewa ma fil ardi, mali zote zilizopo juu ya ardhi, aambiwe zako, laftadat bihi, hazitoshi kumkomboa, yani hazitokubaliwa. Ardhi ina manchi mengi sasa hivi na kila nchi ina ufalme wake na imedhibiti mali zake, aambiwe mtu mmoja, vyote hivi ni vyako, na madam ni vyako, unaweza ukavitumia, unaweza ukawa tayari kutoa faini. Lakini Allah anasema ma fil ardi laftadat bihi, vitu vyote vilivyopo katika hii ardhi, mali zote zilizopo kwenye ardhi hii, hazitosaidia kumkomboa mtu siku hiyo. Wa asarru nadamata lamma raau aladhaba, kitakachofuata watafutika katika nafsi zao majuto. Kila mtu kwenye nafsi yake atakuwa anajuta, kwa nini kakosea, kwa nini kaendekeza starehe, kwa nini hakumwabudu Mola wake. Wa qudhiya bainahum bilqisti, na watahukumiwa baina yao kwa uadilifu. Wa hum la yuzlamun, na katika kuhukumiwa hawatadhulumiwa chochote, hakuna atakayedhulumiwa siku ya malipo. Tafsiri ni kwamba walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi, kama kila mtu aliyejidhulumu atapewa vilivyopo ardhini, kila mtu mmoja awe navyo kama hivi mali zilizopo ardhini. Sasa hivi watu wanagombania gesi, mafuta, wanagombania madini, mashamba, mipaka.
Sasa hii ardhi na vilivyomo, kila mtu aliyekosea ambiwe hivi mali yako. Lau anna likulli nafsin kafiratin, lau kama itamilikishwa nafsi kafiri, au kwa Kiswahili safi, lau kama atamilikishwa mtu kafiri, ndo kesha kufuru kwa vigezo vya akhera, kesha kosea, lakini Allah ammilikishe ma fi dunya jamia, vitu vyote vilivyopo duniani hapa apewe yeye, min khazainiha, katika hazina zilizopo ardhini, wa amwaliha, mali zilizopo ardhini, wa manafiiha, manufaa yaliyopo ardhini, qatibatun, kwa ujumla wake ambiwe hivi vyote vyako wewe, tumekupa. Halafu aambiwe atavitumiaje, au waangaliwe atavitumiaje. Atatamani avitoe, iwe ndo fidia yake, faini yake, lakini Allah anasema laftadat bihi, haviwezi kumkomboa, kwa maana havitakiwi, havikubaliwi. Yani lidafaatihi fidyatan laha, amilikishwe mali zilizopo ardhini ili azitoe, iwe ni fidia yake au faini yake. Nimekosea lakini nimekubali kutoa faini. Mahakama zenu si unasomewa mashtaka ukaambiwa jela miaka 5 au faini milioni 10, na mwenye nazo anatoa milioni 10, mambo yaishe. Anatafuta nyingine wiki 2 au wiki 1, siku moja mwingine anazipata milioni 10. Sasa atakaye milikishwa mali zinazofanana na zilizopo ardhini sasa hivi, atatamani azitumie kujikomboa kwa mali hizo, lakini haziwezi kukubaliwa. Lau anna likulli nafsin kafiratin, lau kama atamilikishwa mtu kafiri, ma fi dunya jamian, vitu vyote vilivyopo duniani, min khazainiha, katika hazina za duniani, wa amwaliha, mali zote zilizopo duniani, wa manafiiha, na manufaa wanayonufaika nayo watu wote duniani apewe yeye, qatiba, kwa ujumla, hivi vyako. Kwa lengo gani? Lidafaatihi fidyatan laha min adhabillahi, ili avitoe iwe ni fidia, asalimike na adhabu ya Allah. Laftadat bihi, haviwezi kusaidia kumkomboa. Walakin haihata an yuqbala, haiwezekani, haitokubaliwa. Kama qala taala, kama alivyosema Allah mtukufu, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, hapatokubaliwa kwa yoyote kati ya watu walioharibu utumishi wao, hata kama atatoa dhahabu inayofanana na ukubwa wa ardhi hii. Walau iftada bihi, hata kama atakuwa yuko tayari kuitoa, amilikishwe na ambiwe ni yako na awe tayari kuitoa, haikubaliwi. Walau iftada bihi, hata akiwa tayari kuitoa fidia. Thumma qala taala, kisha Allah mtukufu akasema, mukhbiran an anfusihim wa nadamihim. Allah amesema baadaye kwenye maneno yanayofuata, anatuhabarisha yaliyomo ndani ya nafsi zao watu wa aina hiyo. Allah atuhifadhi tusije tukafika kwenye matokeo hayo, hali ngumu. Nafsi zao zitakuwa hivi, wanadamihim, na majuto yao watakayokuwa nayo. Allah anatusimulia, wa asarru nadamata, asarru, wataficha, ni siri yao. Maana kwenye nafsi zao, nyoyoni mwao, watakuwa ni wenye kujuta, hata kama hawatamki lugha ya majuto, lakini watakuwa wanajuta. Lamma raau aladhaba, watakapoiona adhabu. Anajua nikiondoka hapa niliposimama, ninaenda pale na sina namna ya kuchomoka. Kwa hiyo atakuwa ni mwenye kujuta sana.
akhfa haulai dhalamata annadama, madhalimu hawa kwenye nafsi zao watakuwa wamefutika majuto, nyoyoni mwao wanajuta. Lamma ayanu ladhaba, watakapoiona adhabu na wanahakika wanaenda humo. Qala al-Imamu al-Jalali, amesema Imamu al-Jalali, yani maana yake akhfaha ruasauhum an duafaihim, hayo majuto watakayokuwa nayo madhalimu, wale viongozi watakuwa ni siri yao, wameyaweka moyoni. Hawajui wale walioongozwa wakubwa wanajuta kiasi gani. Ndo maana yake alivyosema Imamu al-Jalali, alladhina adalluhum akhfaha ruasauhum, majuto haya watakuwa wameyaficha katika nafsi zao wale wakubwa viongozi wao. Aniduafai, wameyaficha majuto yao wakubwa, inakuwa ni siri yao kwa sababu ni jambo la moyoni. Hawayajui majuto ya wakubwa wale wadogo waliowaongoza. Alladhina adalluhum, ambao waliwapoteza. Makhafata taayiri, kwa sababu ya kuogopa aibu. Naona aibu, mimi nilijitapa ni mtunga sera, mtoa miongozo, mtunga sharia, nikawawekea hawa watu sharia, nikawaambia wazifanyie kazi, nikawatuma hivi, kumbe ninawapoteza na wamepotea. Sasa mie mwenyewe nimepotea na wao nishawapoteza. Sasa anajikaza kiume tu, ni siri yake majuto alionayo. Lakini tumeshasoma mara nyingi watakavyokuja kulaumiana walioongozwa kwenye upotovu na walioongozwa kwenye upotovu, tushapitia mara nyingi kwenye Qur'an. Kwa hiyo hata ukifanya siri, wewe ukicheka, ukinuna, ukilia, ukakomaa, wewe ni mtu wa adhabu tu. Wa qudhiya bainahum bilqisti, watahukumiwa mbele ya Mola wao kwa uadilifu, kwa kile ambacho kwenye muda wao wa duniani walifanya. Yani qudhiya baina alkhalaiqi bil adli, Allah atahukumu baina ya viumbe wake wote kwa uadilifu. Wahum la yuzlamun, na hawatadhulumiwa, hakuna atakayedhulumiwa. La yuzlamuna min a'malihim shay'a, hawatodhulumiwa chochote watu katika amali zao walizofanya duniani. Ukijituma kufanya kheri, hiyo ni kheri yako mwenyewe, hata kupokonya yoyote, wala Allah hakupotezei hata point ya hizo kheri zako, zote utazikuta na utalipwa. Na ukifanya shari, basi hizo ni shari zako mwenyewe, siku ya hukumu utakuja kuzikuta kama zilivyo, haitopotea hata pointi ndogo. Huo ni mzigo wako, umejibebea mwenyewe. Kwa hiyo hudhulumiwi kwa kupotezewa kheri zako, wala hudhulumiwi kwa kuongezewa mabaya yako. Kile kile tu ulichokifanya kinapigwa thamani, unastahiki ulipo kiasi gani, unalipwa. La dhulma al-yawm, Allah anasema leo hapa hadhulumiwi yoyote. Wala yuaqabuna illa bijariratihim, hawataadhibiwa watu ila kwa mujibu wa makosa yao, kwa mujibu wa ulichofanya ndivyo utakavyopewa malipo yake. Ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi, eleweni kwamba huu ulimwengu una mwenyewe, ni milki ya Allah, vitu vyote vya mbinguni na vyote vya ardhini. Sisi tu huwa tuna tabia ya kubinafsisha, nasema anga yetu, bahari yetu, mipaka yetu, madini yetu, mgodi wetu, ardhi yetu, watoto wangu, mke wangu, shamba langu, na hivi kila kitu hapa kina mwenyewe. Lakini Allah amesema inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurjaun, kwenye suratu Maryam. Mimi ndo nitakayeirithi hii ardhi baadaye, mkishaondoka nyote wamiliki. Wewe leo ukijiona una shamba, hilo shamba walishamiliki wengine nyuma huko, wewe ukarithi.
na wewe kuna hatari sasa hivi, halafu unaondoka, wanarithi wengine. Lakini hatimaye mkishaondoka nyote wamiliki, Allah ndo anakuwa mrithi wa mwisho. Inna nahnu narithul arba, sisi ndio tutakaoirithi hii ardhi, ni yake na nyie wake. Lakini sasa hivi mna haki ya kujidai, kwa sababu mwenye chake kasema kawaumbia vya mbinguni na vya ardhini. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Allah ndiye aliyekuumbieni, kaumba kwa ajili yenu vitu vyote vilivyopo ardhini. Muna haki ya kusema changu changu changu, chetu chetu chetu. Lakini hatimaye ukishamaliza muda wa kuwa hiki ni chako, unakiacha si chako tena. Hatimaye mkishaondoka nyote, mrithi wa mwisho ni yeye mwenyewe. Inna nahnu narithul arba, sisi ndo tutakaoirithi hii ardhi, yani yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man alaiha, na mimi ndio nitakayewarithi hao waliopo juu ya ardhi leo, na warithi mwenyewe. Wa ilaina yurjaun, mwisho wake wote wanarudi kwangu. Kwa hiyo leo jivune changu, kuwa mbabe, tumia na uhusudi cha mwenzio, nyang'anya, uwa, dhulumu, lakini hatimaye vyote hivyo unavyofanya unaviacha, vinakuwa sio vyako. Yuko mrithi mwingine atarithi, na akimaliza na huyo atarithi mwingine. Hatimaye mrithi wa vyote baadaye mwisho ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi, eleweni nyinyi viumbe, vitu vyote vilivyoko mbinguni na vilivyopo ardhini, zikiwemo na mbingu zenyewe na ardhi, ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nyinyi na mlivyovimiliki mmemilikiwa. Ala kalimatu tanbihi lisimai, ilo neno ala ni neno la kumtanabahisha mtu, kama vile kumwambia oha, hebu zinduka, sikia kwa makini. Linamzindua mwenye kusikia atege sikio, nini kinafuata baada ya huo uzinduzi. Tuzdadu fi awwali lkalami, neno hili huwa linazidishwa mwanzo wa maneno, kabla yaliyokusudiwa kusemwa. Likitiwa hili linakutaka upay attention, hebu sikiliza kwa makini, ninakwambia. Maana yake intabahu, hebu tanabahini, zindukeni, fahamuni, lima aqulu, ninalolisema. Nina neno nasema, hebu zingatieni kwa makini. Intabahu lima aqulu lakum, au intabihu lima aqulu lakum, hebu zingatieni ninalowaambia. Fakullu ma fi samawati wal ardi milkun lillahi, mnapaswa mfahamu ya kwamba vitu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini ni milki ya Allah. Allah ndo aliyemiliki. Maana hata na wewe pia, wewe na ulivyovimiliki umemilikiwa. Kwa hiyo unapotumia vile ulivyovimiliki, uwe na adabu kwa yule ambaye kakumiliki wewe na ulivyovimiliki. Kwa ufupi, ukiambiwa mche Mungu, maana yake lazima uwe mtii, msikivu na ufate taratibu zake. Kakupa mali, akakupangia na matumizi ya mali. Kakupa viungo vya mwili na akakupangia matumizi ya viungo vya mwili wako mwenyewe, na akakuwekea restriction mahala pengine, hichi sitaki utumie hivi na sitaki utumie hivi. Fata, huna ulichomiliki wewe na vyako umemilikiwa. Kwa hiyo hapa panatakiwa adabu ya dini, lazima uwe na adabu, ufate utaratibu. Salama yako iko hapo. Ukijifanya unayaweza mwenyewe, umesoma, una elimu yako, unaweza kujipangia chengine, panga, alafu usubiri matokeo. Mipango yako ipingane na mipango ya aliyekuweka hapa, utizame matokeo. Maneno mafupi lakini yana maana pana.
Mupo hapa, mmepewa akili, mpo huru, mna khiari, mnapanga, mnatoa maamuzi, lakini mipango yenu na maamuzi yenu isije ikapingana na mpangaji mkubwa aliyewaweka hapa. Nyinyi na mlivyovimiliki, nyote mmemilikiwa, mnatakiwa mfuate utaratibu. Ni hivyo tu. Kwa hiyo kaanza na hilo neno maksudi, ala, hebu zindukeni, zingatieni hili, fahamuni ninayoyasema. Intabihu lima aqulu lakum, zingatieni vizuri ninayokuambieni. Fakullu ma fi samawati wal ardi milkun lillahi, eleweni vitu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, mbingu zenyewe na ardhi yenyewe na vilivyomo ni milki ya Allah. La shay'un fiha li ahadin siwahu, hamna chochote kwenye maeneo hayo kinachomilikiwa na yoyote zaidi yake. Kwa hiyo wewe ukiwa una sehemu ukaambiwa hii yako, basi hiyo sehemu na wewe mwenyewe umemilikiwa na yeye, wewe uwajibike kwake tu, huna namna. Huwa alkhaliqu wa huwa almaliku, Allah ndiye aliyeumba kila kitu na ndiye mmiliki wa kila alichokiumba. Kama wewe ni mfugaji, una ng'ombe wako, ng'ombe wameumbwa na muumbaji huyo huyo, na wewe umeumbwa na muumbaji huyo huyo. Mahusiano yako na ng'ombe wako lazima usikilize sharti za yule muumbaji wenu, wewe na ng'ombe wako. Kama una shamba, shamba ni kiumbe, Allah ndo kaumba ardhi, na ndani ya hilo shamba Allah ndo anayefanya kila kitu, kuotesha, kukuza, kuzalisha, sio wewe. Kwa hiyo wewe na shamba lako mmemilikiwa na bwana mmoja, lazima uwe na adabu, fata taratibu. Hamna mwenye chake hapa, nyote mmemilikiwa. Kwa hiyo ni neno kaanza la utanabahisho. Zingatieni kitu kimoja, nakwambieni, hamna chochote katika maeneo ya mbingu na ardhini ila mmiliki wake ni Allah, yani mkiwemo na nyie wenyewe. Huwa alkhaliqu wa huwa almaliku, yeye ndo aliyeumba na yeye ndiye aliyemiliki kila alichokiumba ni chake. La shay'un fiha li ahadin siwahu, hamna chochote katika maeneo ya mbinguni na ardhini kinachomilikiwa na yoyote zaidi yake yeye. Yeye ndo mmiliki mkuu. Ala inna wa'ada Allahi haqqun, katumia tena hiyo harfu, akasema eleweni kwamba yote Allah aliyoahidi ni kweli. Haya sio utani, yachukulieni seriously, ni kweli. Leo upo, kesho unaondoka. Kuondoka sio mwisho, kuna mengine yanafuata, unatakiwa ujipange, ujitayarishe nayo yanayofuata. Ala, zindukeni mufahamu ya kwamba inna wa'da Allahi haqqun, hakika ya waadi wa Allah, mambo yote aliyokuahidini ni kweli, atatekeleza tu kama alivyoahidi. Inna wa'dahu, hakika aliyoyaahidi Allah, bilba'thi, kasema atawafufua waliokufa, waljazai, atawalipa kile ambacho kwenye maisha haya walikitenda. Haqqun kainun la mahala, haya yote ni haki, yatatendeka na si vinginevyo. Sasa wewe ukijisikia hayo ni utani, unataniwa, unadanganywa, unatishwa, sawa, lakini mwenyewe anakupa kauli ya kwamba fahamu hivi ninavyokwambia, yote niliyoahidi ni kweli, vyote vilivyomo mbinguni na ardhini ni mali yangu. Sasa mwenye mali ndo anaongea. Sasa wewe mbishie, mwambie hana chake, vyote chukua wewe kama inawezekana. Haya, chukua. Unavichukua uvipeleke wapi? Ukatumie wapi? Wewe hata ukiiba, ukinyang'anya, vyote ukifumba jicho unaviacha hapa. Kinachokwenda ni kumbukumbu tu, umechumaje, ulimiliki vipi, ulitumiaje. Mazonge ya vile ulivyovihangaikia, ukapoteza roho za watu, ukanyima haki ya Mola wako katika ibada, huabudu kitu, we unahangaika tu na vitu wala si vyako. Ukishaviacha wewe una kesi ya jinsi ulivyofanya. Ulichumaje, ulimiliki vipi, ulitumiaje? Masuala hayo utakwenda kujibu tu, kwa sababu si vyako eti vile vitu.
Mwenyewe lazima akuulize, umetumia viungo vyako vya mwili pia vibaya, lakini alikupa instructions of use. Atakuhoji, kwa nini ukatumia hivi na sio hivi nilivyokwambia? Kwa sababu si vyako. Walakinna aktharahum la ya'lamuna, lakini watu wengi hata wakifahamishwa hawaelimiki, hawafahamu. Yani maneno yako wazi hayo, lugha nyepesi. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wa watu wanafahamishwa ila hawaelimiki, hawajui. Walakinna akthara nnasi, lakini walio wengi katika watu, liqusuri uqulihim au liqasri liqusuri uqulihim, kwa ufupi wa ufahamu wao, ufupi wa akili zao, wastilai alghaflati alaihim, na kwa sababu ya muda mwingi kuwa wanapuuza huu ujumbe wa kuwakumbusha wanaupuuza. Kwa hiyo muda mwingi wanabaki wako free, wanatumia akili zao za kuzaliwa kuliko maelekezo walioletewa. Watu kama hawa la ya'lamuna dhalika, hawajui hili lililokusudiwa, kwamba wanatakiwa wawe na tahadhari. Wanaishi kwenye ulimwengu na mwenyewe, wanatumia neema sio zao, na wamepangiwa matumizi ya hizo neema. Hawataki kufata utaratibu, mpaka muda unamalizika wameharibu. La ya'lamuna dhalik, wengi hawajui, kwa sababu kile cha kuwajulisha pia hawakitaki. Fayaquluna ma yaquluna, wanajisemea tu maneno kutoka kwenye midomo yao wanavyojisemea wenyewe. Hawasemi haki, wanasema batil. Hawatendi haki, wanatenda batil. Wengi wako hivyo ovyo ovyo tu. Mwongozo wameletewa, lakini hawana habari nao. Mwongozaji kaja, wamemtenga, wanamkataa. Utaratibu wamepangiwa, wameukataa, wanajipangia wakwao. Wengi wa watu wako hivyo. Huwa yuhyi wa yumitu, Mola wenu huyu yeye ndiye anayeleta viumbe kwenye uhai na ndiye anayeviondosha akavifisha. Wote hamkuwepo, yeye ndo aliyewaleta. Mpo wazima, mko hai, mko kwenye harakati zenu na mishemishe zenu. Kakuwekeni Allah kwenye uhai huu. Wayumitu, halafu muda ukifika anakufisheni, anakuondoeni kwenye uhai huu. Kuna mahala pengine mnaenda. Yule yule aliyewaleta hapa na kaweka kwa muda maalum, ukimaliza huo muda anakuondoeni kwa kifo, yumitu. Halafu siku akihitaji sasa kuja kuleta utaratibu wa uadilifu wake, anakurejesheni tena na anawahukumu kwa kile ambacho hapa mara ya kwanza mlikifanya. Wa ilaihi turjaun, ndo maana yake. Yuhi, amekupeni uhai, leo ndo mko hai. Wa yumitu, atakufisheni, kukuondoeni kwenye uhai huu. Wa ilaihi turjaun, kufa maana yake mnaondoka hapa, mnarejea kwake. Kwake mtarudi tu. Huwa subhanahu, yeye Allah aliyetakasika, hana kasoro, hana mapungufu. Almuhyi walmumitu, ndiye mwenye kuleta viumbe kwenye uhai na ndiye anayeviondoshea viumbe uhai akavifisha. Muhuishaji ni yeye na mfishaji ni yeye, maana yeye ndo alopanga ratiba hiyo. Mambo yanaenda hivi, kinakuwepo alafu kinaondoka, analeta chengine alafu kinaondoka, analeta kinaondoka, hatimaye akitaka kurejesha atarejesha vyote. Wa ilaihi marji'ukum fil akhirah, kwake yeye Allah ndiyo marejeo yenu kwenye maisha yajayo ya akhira. Fayujazikum bi'amalikum, kurudi kwenu kwake yeye, atakachokwenda kukifanya ni kukulipeni kwa mujibu wa amali zenu za hapa. Hapa mnatenda, lakini kila mnachokitenda mtakuta malipo yake baadaye. Ndio alichotaka tutanabahi hicho, tukifahamu. Ya ayuhan nasu, enyi watu, qad jaatkum maw'idhatun min rabbikum, kwa hakika yamekujieni mawaidha haya kutoka kwa Mola wenu, Qur'ani tukufu. Kini Qur'ani ndo kila kitu. Mukiishi nje ya muongozo wa Qur'ani munaharibu, maana yote mtakayoyafanya yanakuwa ni makosa.
ili mupatie mutumie wakati kwa faida. Qur'ani muwe karibu nayo sana, isomeni, muifahamu na muyafanyie kazi maelekezo yake. Ya ayuhannasu, enyi watu. Na neno nasi linahusu wote, walioamini na waliokufuru, wasomi na wajinga, watukufu na wa kawaida, wote ni nasi madamu binadamu. Ya ayuhannasu, enyi watu, qad jaatkum maw'idhatun min rabbikum, kwa hakika yamekujieni mawaidha haya kutoka kwa Mola wenu. Khitabun li jami'il bashari, lugha hii aliyoitumia hapa Allah, maneno haya anawaambia watu wote, wanadamu wote kwa ujumla wao. Ai, maana yake, enyi watu, qad jaakum hadha alquranul azim, kwa hakika imekufikieni hapo duniani Qur'ani hii tukufu, alladhi huwa maw'idhatun lakum min khaliqikum, Qur'ani hii ni mawaidha kwa ajili yenu kutoka kwa muumba wenu. Aliyewaumba hajawatelekeza hapa, na hajapenda kwamba mtumie akili zenu kwa sababu mna akili. Hata baba yetu Adamu alipotolewa mbinguni kuletwa ardhini kapewa angalizo, qulna hbitu minha jamia, tulimwambia Adam na hasimu wake Ibilisi na mkewe, yeye atakuja kuwa na kizazi chake na Ibilisi na kizazi chake, mtachanganyika hapo hapo duniani. Ba'dukum li ba'din aduwwun, lakini mutaishi kwenye mazingira ya duniani ya kiuadui, baadhi yenu wenyewe kwa wenyewe. Maana tumechanganyika, makafiri na waumini, picha haziendi, kila mmoja katika hawa ana interest yake, lakini tupo pamoja, tumechanganyika. Maisha yetu kwa ujumla yametawaliwa na mazingira ya enmity, uadui. Seriously, ni uadui baina ya binadamu wenyewe kwa wenyewe. Wanapotofautiana akida na imani, wanakuwa maadui. Na baina ya binadamu na majini, wanapotofautiana akida na imani, wanakuwa maadui. Na baina ya majini na majini, wanakuwa wana uadui wanapotofautiana imani. Huyu interest yake kukufuru na huyu interest yake imani, hawawivi chungu kimoja. Kwa hiyo kaambiwa baba yetu Adam, ba'dukum li ba'din aduwwun, nendeni mkaishi kwenye mazingira ya kuwa ni maadui wenyewe kwa wenyewe. Ila ninakupa hakiba ya maneno, ninakupa angalizo. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, endapo utakujieni nyinyi mwongozo unaotoka kwangu. Ndio hivi vitabu ambavyo huwapa mitume wakati wowote, kwenye mazingira yoyote, zama yoyote. Ukija mwongozo wangu kutoka kwangu, ninaukusudia ufike kwenu kuwaelekeza nitakavyo. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, atakayekubali kwa ridhaa yake kufuata mwongozo wangu hawezi kuwa katika dhalal, hapotoki, hapotei, wala yashqa, wala hawishaki, hatofanya vibaya. Nishamuelekeza vilivyo ndivyo na sivyo, anajua faida na hasara, nimemfahamisha. Akili ndiyo unayo, unaongeza maarifa kwa kutafuta elimu, unasoma, ndiyo sawa, lakini soma elimu yenye manufaa, iendane na anavyotaka Mola wako muumba. Ukipingana naye huna ubavu wa kummudu, humwezi. Famanitaba hudaya, atakayefuata muongozo wangu mimi, Allah anasema, fala yadhillu, hawezi kupotea. Atapoteaje? Na mimi nishamuelekeza. Wala yashqa, wala haharibikiwi, hawi shaqiyu, hawi muovu. Atakuwaje muovu na nishamfahamisha wema na ucha Mungu? Waman arada an dhikri, kinyume chake sasa, atakayepuuza muongozo wangu mimi, nimeelekeza hivi, yeye hakupenda, akasema nitatafuta njia mbadala. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, mtu kama huyo ataishi maisha ya dhiki. Aina yoyote ile ya dhiki anayotaka Allah atakupachika nayo. Unaweza ukawa tajiri, huna shida ya maisha,
Unaweza ukawa ni mtukufu, mfalme, huna matatizo kwa sababu unalindwa. Unaweza ukawa msomi, si mjinga, lakini hukufata tu utaratibu wa Allah, Allah atakupa aina fulani ya dhiki kwenye hayo maisha ulio na hadhi au status yako ulionayo. Aina yoyote ya dhiki katika dunia hii Allah atakupa ukikataa mwongozo wake. Lakini haitoishia hapo, wanahshuruhu yauma alqiyamati ama, na mtu kama huyu siku ya kiyama nitakuja kumfufua akiwa kipofu, total blind, faqidul ainaini, hana macho yote mawili, kipofu. Atakuja kulalamika aseme, Rabbi, Mola wangu, lima hashartani ama, mbona umeniweka kwenye mkusanyiko huu wa watu wengi leo nikiwa na hali ya upofu, waqad kuntu basira, na ilhali duniani mimi nilikuwa vyema na macho yangu naona, kwa nini leo niko kipofu? Qala, Allah atamwambia kadhalika, hivi ndo unavyopaswa uwe, ndo alama yako ya utambulisho wewe ni nani. Sababu ya hili ni wewe mwenyewe. Atatka ayatuna fanasitaha, duniani zilikufikia aya zetu ukazipuuza. Nisiani ya hapo sio ya kusahau, ni dharau. Tulikuletea mwongozo tukakuelekeza, tunataka hivi, hatutaki hivi, faida yako iko hapa, huku kuna hasara, hili ni muhimu, hili halina umuhimu. Tumekuelekeza, ule muelekezo wenyewe, mwongozo wetu umeupuuza. Kama huna macho ya kuonea, kama huna masikio ya kusikilia, kama huna moyo wa kuzingatia, summun bukmun umyun fahum la yarjiun, hawarudi kwenye utaratibu. Aya zimekuja za kukuelekeza duniani, ukajifanya wewe una bei, una akili kuliko sisi, ukadharau tulivyoelekeza. Wakadhalika alyawma tunsa, ndo sababu na wewe leo umesahauliwa, umedharauliwa kama ulivyodharau, unalipwa natija ya dharau yako. Wakadhalika najzi man asrafa, na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila anayefanya fujo ya matumizi ya neema tulizomneemesha. Tutamlipa malipo kama hayo. Walam yu'min bi ayati rabbihi, tutamlipa hivyo kila mtu ambaye haziamini aya za Mola wake, kwa hiyo hazitii kwenye utendaji, hazifanyi kazi. Tutamlipa hivyo, dharau tu. Wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa, na eleweni adhabu za akhira ni kali zaidi kuliko adhabu mlizopata kushuhudia. Na baya zaidi, adhabu za akhira ni za kudumu milele, sio za muda fulani halafu zinaisha. Ashaddu ni kali zaidi, wa abqa halafu zipo constantly permanent, ni za kudumu. Sasa kama unayaweza wewe, fanya utakavyo tu, sahau kama umeumbwa, jifanye wewe muhimu, jitukuze mwenyewe, fanya wewe msomi kuliko aliyekuumba, halafu maliza siku zako, usubiri matokeo finally itakuwaje baadaye. Huwa yuhyi wa yumitu, Mola wenu ndiye anayekuwekeni katika uhai na ndiye anayekuondoeni katika uhai kwa mauti. Huwa subhanahu almuhyi walmumitu, Allah aliyetakasika ndiye anayewaweka viumbe kwenye uhai na ndiye anayewafisha akawaondoa kwenye uhai. Wa ilaihi marji'ukum fil akhirah, na kwake Mola wenu ndiyo marejeo yenu huko akhira. Fayujazikum bi a'malikum, atakwenda kukulipeni kwa mujibu wa matendo yenu haya mnayotenda sasa. Ya ayuha nasu, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, kwa hakika yamekujieni mawaidha haya kutoka kwa Mola wenu. Khitabun li jami'il bashari, maneno haya wanasemeshwa wanadamu wote. Ai, maana yake qad ja'akum hadha alquranul azim, imekujieni hii Qur'ani tukufu, alladhi huwa maw'izatun lakum min khaliqikum, Qur'ani ni mawaidha kwa ajili yenu kutoka kwa muumba wenu. Wa shifaa'un lima fi suduri, na Qur'ani hii pia ina jambo jingine, ni dawa au tiba kwa matatizo ya moyo, yale matatizo ya kimaumbile. Adai au dawai aljibiliya,
magonjwa ya kimaumbile, choyo, hasadi, kibri, kujivuna na mambo kama hayo. Ni moyo wa mtu ndo unamsarifu awe katika aina fulani ya hali. Ili uwe muungwana, uwe ni mtu mwema, mwelekevu, mcha Mungu, lazima ufate mwongozo huu. Hukuwa nao, lazima utaharibikiwa tu. Maharibiko hayo yanatibika kwa mwongozo huu. Tumesoma hapa tu juzi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna hadhihi alquluba la tasda'u, hizi nyoyo zetu zinaota kutu, huwa zinaharibika, zinakufa. Kama yasda'u alhadida, kama chuma kinavyofanya kutu. Chuma safi kizuri ukakiweka mahala kwenye umande tu, baada ya siku mbili utakiona kishachakaa, kimechafuka. Na moyo nao ukiuachia kwenye mazingira si rafiki, huwa unaharibika. Unaweza ukapanda daraja yako, imani yako ikawa kubwa, unafanya mambo ya kheri, lakini ukaja ukaacha mazingira hayo kuyatunza, moyo wako ukauingiza kwenye mazingira tofauti na hayo, una cope na hayo mazingira mengine ya huku, unaanza kuregeza kamba. Hata Qur'ani yenyewe unaweza ukaihifadhi yote juzuu 30, ukaiacha hii ukaanza kwenda kwenye mambo mengine ya dunia na pumbao zake. Qur'ani inatoka taratibu, unasahau kidogo kidogo, mpaka kusahau kunakuwa kukubwa, inakutoka yote. Tunza kimoja utakachopenda, ukiweke moyoni, lakini ukianza nacho ukifuja kitachafuka na kutoweka. Dawa ya yaliyomo moyoni ni Qur'ani, wa shifaa'un lima fi sudur. Mmeletewa kitabu hichi ambacho kina tiba ya matatizo yaliyokuwa yanastawi moyoni. Yashfi ma fiha, Qur'ani inatibu yaliyomo kwenye nyoyo zenu. Minashaki wal jahli, kama matatizo ya kuwa na shaka na mambo ya akhera, au kuwa na ujinga uliopitiliza kwenye mambo ya dini, Qur'ani ndo inatibu matatizo hayo. Jengine linalopatikana kwenye Qur'ani iliyokujieni, wahuda, Qur'ani ni mwongozo, hidayah, mwongozo, the guidance, wa rahmatul lilmu'minin, alafu pia Qur'ani ni rehma kwa waumini, inawatoa kwenye maafa, inawapeleka mahala penye mafanikio. Vitu vingi vimeorodheshwa hapo kwenye hiyo aya. Ya ayuhan nasu, enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, kwanza tumeambiwa ni mawaidha. Yamekujieni mawaidha haya kutoka kwa Mola wenu. Nasaha zinamfanya mtu awe pleased. Kama ana munkari wake kidogo anatulia, anabaki katika hali ya kiungwana. Jengine, wa shifaa'un lima fi sudur, imekujieni dawa kupitia hii Qur'ani ya matatizo mbalimbali yanayoota katika nyoyo zenu. Qur'ani inatibu hizo kando zenu. Na tatu na nne, wa rahmatun wa huda wa rahma, muna mwongozo umo kwenye Qur'ani na mna rehema ya Mungu umo ya kukusevu kutoka kubaya kukupeleka kuzuri, ndo rehema ya Mungu. Lakini hivi vinakuwa specially lilmu'minin, kwa waumini ndo wanapata privileges hizo. Wasioamini hawapati chochote katika hivi, maana ndo wamevikataa. Kwa waumini Qur'ani inakuwa ni mawaidha kwao, wanawaidhika. Kwa waumini Qur'ani inakuwa ni dawa kwao, inawabadilisha, wanatibika kwenye matatizo mbalimbali. Kwa waumini Qur'ani inakuwa ni mwongozo, wanaongozeka, wanajua huku siko, huku ndiko, hili zuri, hili baya, hili lina faida, hili lina hasara. Qur'ani inakusaidia kujua. Wa rahmatun, halafu Qur'ani inakutoa kusikotakiwa, inakupeleka kuliko sawa. Lakini nani wanaopata hizi fursa? Ni waumini, lilmu'minin, kwa waumini. Kama imani huna, hapa huoni ndani, huvuni chochote katika hivyo vitu vilivyotajwa. Kama imani huna. Wa hidayatun min ad-dalali, Qur'ani ina mwongozo unakutoa kwenye upotovu. Wa rahmatun, na Qur'ani ina rehma, li ahli al-imani, kwa watu wenye imani. Qala sahibul kashafi, kuna mmoja katika wanawachuoni katunga kitabu chake kinaitwa Kashaf. Shekhe amemnukuu hapa kwenye Kashaf,
alipopitia aya hii, mtunzi wa kitabu hicho kasema, almaana, maana ya maneno haya, qad jaakum kitabun jamiun lihadhihi alfawaidi, nyinyi umma huu wa Muhammad mumeletewa kitabu chenye mjumuiko wa faida hizi. Qad jaakum kitabun, kimekujieni kitabu, jamiun lihadhihi alfawaidi alazima, kitabu kinachomjumuiko wa faida hizi kubwa kubwa kama mnafahamu. Min almawidha, kwanza ni mawaidha. Mawaidha ni faida kubwa na muhimu kwa mtu. Watanbihu, alafu ndani yake kuna tanbihi, angalizo. Ala tauhidi, mnaambiwa duniani watu wamejifanyia miungu mingi, lakini kwa wanaojitambua Mungu wao ni mmoja tu, wakae katika kumwabudu Mungu mmoja. Wadawau suduri, alafu pia katika kitabu hichi kuna matibabu, tiba ya maradhi mbalimbali ya kinafsi yaliyomo moyoni. Min alaqaidi alfasida, inatibu Qur'ani kwenye nyoyo za watu zilizofutika itikadi potofu, itikadi zisizokuwa sahihi. Ukiisoma Qur'ani unajua usahihi uko wapi. Kama kwenu ulikolelewa, kwenye kabila lenu, kijijini kwenu, muna itikadi fulani ambayo sio ya sawa, ukiisoma Qur'ani inaweza ikakufahamisha kama itikadi yenu iko sawa au sio sawa. Kwa hiyo unapata kujibadilisha, kujirekebisha. Wadaun ila alhaqi, halafu pia ni dawa Qur'ani ya kumtibu mtu kama alikuwa kwenye batil. Kuwa katika batili ni maradhi. Dawa yake, ukishajua kwamba nilichoshikilia ni batil, basi ushatibika, maana utajua nitibu vipi batili hii, ni kushikamana na haki. Na jengine, wa rahmatul liman amana bihi minkum, Qur'ani inakuwa ni rehma kwa yule atakayeiamini miongoni mwenu. Sahibul Kashafi ndo katafsiri hivi. Qul, sema ewe mtume. Allah anamwambia mtume wake atufikishie hivi ujumbe huu. Qul, sema ewe mtume, bifadlillahi, kwa fadhila za Allah. Maana Allah ndo mfadhili wetu mkuu, kwa anayetaka kufadhiliwa, anayetafuta ufadhili wake anapata, hakuna blockage. Bifadlillahi, kwa fadhila za Allah, wa birahmatihi, na kwa rehema zake Allah, kwa ajili ya fadhila zake na rehema zake. Fabidhalika falyafrahu, kwa hayo mawili basi watu waumini na wafurahishwe, wafurahi kwamba Allah amewafadhili, ndiye mfadhili wao. Kwa hiyo hawaendi ovyo, wanamfadhili bora kabisa. Na halafu wafurahi kwamba wanarehemewa, kutolewa kuliko siko wakapelekwa kunakofaa kwenye manufaa nao, na hilo ni jambo zuri vile vile. Kwa hiyo wanaponufaika watu na mambo hayo, falidhalika falyafrahu, fabidhalika falyafrahu, kwa kuneemeshwa kwa hayo mawili wanapaswa watu wafurahi. Watu wanazaliwa mpaka wanakufa kwenye ujahili, hawamjui Mungu wa kweli wala hawajui jema wala baya. Hatimaye wameishi sana kama hao wa zamani. Mtu miaka 1000 anaishi juu ya ardhi hii, halafu anaenda motoni. Wewe ukajulishwa njia ya kujinasua, upite njia salama, usende motoni. Kwa nini usifurahi kwamba umeongozwa kwenye njia iliyonyoka? Kwa hiyo wafurahi watu, kwa sababu Allah kawaacha hapa, ingawaje wana akili, lakini kwa kutumia akili zao bado wanaweza wakaharibikiwa na wakaenda kubaya. Ila Allah kawasave, akawaletea mitume, kawatumia vitabu vyenye mwongozo kama hivi. Sisi ndo tunaambiwa tumeletewa kitabu hichi cha Qur'ani ambacho kina faida kede kede kwa mwenye kutaka kufaidika. Kwa hiyo tufurahishwe na huu ufadhili wa Allah na hizi rehema zake. Ametujalia Allah kutupa kitu cha kutufanya sisi sasa hivi na baadaye tuwe waheshimiwa. Dogo hilo.
Kwa hiyo furahini, changamkieni, tenda, nufaikeni na hii fursa kabla hayajawafika mauti. Mauti yakija, muondoke hali ya kuwa mmeridhiwa, muko kwenye utaratibu wa sawa na mnaenda mahala kwenye mafanikio. Qala Ibn Abbas, amesema Abdullah ibn Abbas, fadlullahi alquran. Ibn Abbas anaitwa habrul umma, mwana wa chuoni wa umma wa Muhammad. Abdullah ibn Abbas anasema fadlullahi kwenye aya hii maana yake alquran. Qurani ndo fadhila ya Allah, ametufadhili sana kwa kutuletea Qurani. Kwa anayetaka kunufaika na hiyo fadhila, adili sana na Qurani. Wa rahmatuhu alislamu, na rehema ya Allah hapa ni Uislamu, kule kujisalimisha binadamu mwenye akili timamu na elimu yake akasarenda kufata utaratibu unaotakiwa, akaacha kutumia akili yake au mazao ya akili ya watu wengine, kafata utaratibu wa Mola wake. Huyo ndo anaambiwa karehemewa. Ni Uislamu peke yake, ujisalimishe kuyakubali ya Mola wako, ndo unasalimika. Ukiyakataa huna salama. Kwa hiyo rehema ya Mungu ni kule kukufanya wewe uwe salama, uondoke hapa ukiwa uko safe, uende kwake kakuridhia. Kwa hiyo Ibn Abbas katafsiri hivyo, fadhila ya Allah ni Qur'ani, mwongozo wake kwetu, na rehema zake ni Uislamu, ule utaratibu aliotupangia, tufanye hivi, tufate hivi, iwe ndio njia ya sawa sawa. Wal maana, na maana ya aya kama ilivyo hapo, liyafrahu bihadha alladhi jaahum min Allah, watu wenye akili walioruzukiwa imani wafurahishwe na haya ambayo yamewajia kutoka kwa Allah. Haya ni neema muhimu sana, wafurahi Allah kuwaletea haya min alqurani walislami, wafurahishwe sana na wao kuletewa Qurani na wanufaike nayo, wasiitelekeze wala kuipuuza, na wafurahike sana kwa kuambiwa wakae kwenye maisha ya Uislamu, kwa sababu ndio rehema ya Mungu kwao. Na mtu anayefurahishwa na jambo huwa analithamini. Kwa hiyo tuthamini Qur'ani na tuthamini Uislamu wetu, salama yetu yote iko hapo, na mafanikio ya baadaye yako kwenye hivyo vitu viwili. Fa innahu, kwa sababu aula ma yafrahuna bihi, ni vitu bora zaidi kwa mtu kufurahika navyo, Qur'ani ya Allah, mwongozo wake, na Uislamu, mwenendo mzima au mpango mzima wa maisha. Jifakharishe wewe kuwa Muislamu na uishi kwa maneno na vitendo Kiislamu, utaondoka vizuri. Lakini una Uislamu wa jina tu, vitendo unafanya Kikristo, Kiyahudi, Kipagani, wewe unakuwa unakoroga mambo. Huwa khairu mimma yajmaun, mtu kuthamini imani yake, Qur'ani yake na Uislamu ni bora kuliko vitu wanavyovijumuisha katika dunia, kuliko kutafuta mali, kuwa na ulua, madaraka, cheo. Wangapi wana cheo wanatumia vyeo vyao vibaya? Kile cheo kinakuwa ndo sababu ya kumpeleka motoni. Anakwenda kwa Mola wake, kesha dhulumu sana, kaua wengi, kaiba mali za umma, kafanya hivi. Wewe uambiwe walipe wale uliowadhulumu tu kwenye haki zao. Hata kama umekwenda hija mara 10, utalipa thawabu za uliowadhulumu, na uliowadhulumu hawajesha, dhambi zao zichukuliwe, utukwe wewe kwa mujibu wa dhulma uliowafanyia, unakwenda motoni. Kwa kwako mheshimiwa hakukuwa na faida kama hukuwa na imani, hukutekeleza Qur'ani na hukuishi Kiislamu. Kwa hiyo huwa khairu mimma yajmaun. Watu duniani wanakusanya nini? Wanakusanya dunia na vitu vyake, wanaiacha dini, Uislamu uko pale, wanaacha Qur'ani, hawaitendei haki. Kumbe kwa mtu mwenye kujielewa, kilicho bora kuliko dunia ni imani yake, Qur'ani aishi nayo vizuri, aifate maelekezo na afate utaratibu wa Uislamu. Huwa khairu mimma yajmaun, kuishi na hizi tunu ni bora kuliko vitu wanavyovipapatikia katika dunia hii. Huwa khairu mimma yajmauna min hutami dunia, Qur'ani na Uislamu
ni bora kuliko hivyo wanavyojikusanyia katika mafao ya dunia. Wama fiha, na vilivyomo katika hiyo dunia, minazzahrati lfania, katika starehe, mapumbao, mapambo ambayo leo unayo kesho unayacha. Dunia vitu vyake vyote si rafiki, havidumu. Leo utakuwa na mali nyingi alafu unaziacha, na ubaya sasa itakuwa mali zako ulizomiliki si halali, hukuzipata kwa njia halali, ushachuma kwa haramu, umemiliki kiharamu, hukuzitumia kwenye kheri, alafu unaziacha hapa hapa. Shari zako zote umekusanyiwa, zinakukabili huko mbele ya safari. Hukuwa Muislamu, hukunufaika na Qur'ani, imani yako haikuwa sahihi, lakini duniani ulikuwa na maisha. Maisha ni sekunde chache tu, yanaisha. Umri sio muda mrefu wa binadamu, hasa sisi wa zama hizi za mwisho. Miaka 50, 60 unaenda na maji, wengine wala hawafiki huko, 25, 30 kaondoka. Sasa ushaishi duniani, lakini muda uliotumia kuishi hapa haukuwa na faida yoyote na wewe baada ya kuondoka. Sasa kilicho bora ni hichi kuliko hivyo vya dunia mnavyohangaikia. Ndo aya inavyosema, qul, waambie ewe Mtume, bifadlillahi, kwa fadhila ya Allah, ambaye Ibn Abbas ndo kaitafsiri ni Qur'ani, wa birahmatihi, na kwa rehema ya Allah, ambaye yeye kaitafsiri ni Uislamu, fabidhalika falyafrah, watu wafurahie sana neema hizo za Allah mbili, fadhila ya Allah na rehema yake, wafurahie watu vitu hivyo. Huwa khairun mimma yajmaun, hivi ni bora kuliko hivyo vya dunia wanavyojikusanyia, havina kheri na wao, lakini watu utawaambia nini? Watakuelewaje? Hawajui kuchagua kilicho bora. Huwa khairun mimma yajmauna min hutami dunia, hivi ni vitu vya kheri kuliko hivyo wanavyojikusanyia katika mafao ya kidunia. Wama fiha, na yaliyomo humo duniani, min azzahrati lfania, katika vitu vya starehe ya mpito. Zahra ni kama maua hivi, unapendezewa nayo kwa rangi kuyaangalia na harufu nzuri ukiyanusa, lakini halafu yananyauka, yanabaki kuwa makavu. Na dunia nayo hivyo hivyo, haina manufaa endelevu, mara unaiacha au inakuacha. Wanaimi zail, wanakusanya watu neema ambazo ni za kuondoka. Sasa hivi unazo, baadaye huna. Sasa hivi una afya, kesho mgonjwa, umelazwa. Unatembea kwa miguu yako, kesho unaburuza mguu mmoja, unaandika chini cha. Wewe juzi ulikuwa hivi, leo uko hivi. Ndio dunia ilivyo. Tengeneza kitu ambacho kitakuwa na manufaa na wewe ya kudumu, manufaa endelevu yasiyokuwa na mwisho. Fa inna dunia, hakika ya dunia, bima fiha, pamoja na neema zake ziliyomo ndani yake, la tusawi janaha ba'udatin, haifanani dunia na neema zake na ubawa mmoja tu wa mbu. Mbu si mnamjua? Ule ubawa mmoja, sio zote mbili mbawa zake. Dunia na neema zake zilizomo, fa inna dunya bima fiha, hakika ya dunia na vitu vilivyomo ndani yake, la tusawi janaha ba'udatin, haiwi sawasawa thamani yake na ubawa mmoja wa mbu. Yani ubawa wa mbu una thamani kuliko dunia na mali zake zote. Kama warada bihi alhadithu sharif, kama ilivyosimuliwa na hadithi tukufu inayotokana na kinywa cha Mtume sallallahu alayhi wasallama, alisema, lau kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'udha, kama hii dunia ingelikuwa inalingana thamani yake na ubawa wa mbu tu, ma saqa fiha kafirun jar'ata ma'in, kafiri yoyote katika hii dunia asingekunywa hata gao moja la maji, maana hastahiki. Lakini kwa sababu dunia na vitu vyake haina thamani, kafiri ndo unamkuta anatanua, ana maisha, ana umri mkubwa, ana afya, haumwi, mapesa kede kede. Na yule anayejitia ucha Mungu akaomba dua, anamuogopa Mungu, hafanye dhambi, ukamuona anasafa kama hasikilikani wala haonekani. Lakini Allah anampima huyu kwa hili na huyu kwa hili, kaandaa siku ya malipo. Idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba
khafidhatur rafia. Itakapokuja siku ya kuweka katika reality vitu vyote hivi vilivyokuwa katika imagination, siku ya kuja kuona reality, siku ya Kiyama, khafidhatur rafia. Tukio la Kiyama, khafidha, linawafinya wale duniani waliokuwa wanang'ara, wanaonekana muhimu, watukufu, wanaondoshewa thamani, hawajulikani kabisa. Arrafiatu, tukio hilo likija litawanyanyua wenye hadhi zao na daraja zao, waonekane huyu ndo nani na huyu ndo nani. Tukio hilo moja likija la Kiyama litawasort out watu. Yule mwenye heshima yake na utukufu wake siku hiyo ndo anaonekana, kaperform vizuri, kapasi mitihani, karuka viunzi. Na yule mwingine mzembe aliona duniani kafika, kavuruga utumishi wake, atakuwa siku hiyo hatambulikani, hana maana yoyote. Kwa hiyo vitu vya duniani vinasomeka kinyume nyume, ni bandia bandia, uhalisia utaonekana baadaye. Kwa hiyo ingekuwa dunia ina thamani hasa kama ilivyo akhera, hapa duniani kafiri angesafa, lakini Allah hakutaka afanye hivyo. Angefanya hivyo Allah, watu wote wangesilimu wakitaka wasitaki. Hasa wankia kafiri sipati riski, bora nisilimu na mie nikale kama wale, si ndio hivyo ingekuwa? Lakini Allah hakutaka kuwaforce watu. Huko kwenye ukafiri unakula vizuri japo kwa kunyang'anya na kudhulumu, unavaa vizuri ukapendeza, unang'ara, afya nzuri, lakini kumbe mambo yako yote hayakufuata utaratibu. Hapa hayaonekani, lakini ikija siku husika ndo utaonekana wewe ni nani. Na yule mnyonge aliyejitahidi kufuata utaratibu, hapa anaonekana dhalili, anadharaulika, lakini siku ya kuja kuonyesha reality ndo atajulikana huyu ni nani. Hapa vitu vyake ni bandia bandia, reality itakuja baadaye. Huko ndo kunako uhakika wa mambo. Qul, sema ewe Mtume, araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin. Jengine hilo, qul, sema ewe Mtume, araaitum, mwaonaje enyi watu, ma anzala Allahu lakum min rizqin, haya ambayo Allah amekuteremshieni hapa duniani katika riziki. Angalieni riziki ambazo Allah amekuteremshieni hapa duniani, neema zake mbalimbali hizo. Lakini nyinyi binadamu kwa upumbavu wenu, faj'altum minhu haraman wa halala, hivi Allah kakupeni na nyie mnatia ufundi wenu. Faj'altum minhu, munajalia katika riziki za Allah alizokupeni, haraman wa halala, nyingine mnaziharamisha wala hamjaambiwa kuwa ni haramu, na nyingine mnazihalalisha bila ya hoja ya kujua uhalali wake. Makureshi walikuwa wanyama hawa, ngamia, ng'ombe, mbuzi, kondoo, wamewatungia sheria, wakawagawa, sijui kuna wasila, kuna ham, kuna nani. Huyu anakuwa haramu kuliwa na wanaume, wanakula wanawake. Huyu haramu kwa wanawake, wanakula wanaume. Huyu watachanganyika, ni halali kwa wote, wanaume na wanawake. Kiajabu ajabu tu, wenyewe wamejipangia from nowhere. Riziki za Allah wao wakajifanya ufundi, wakazigawa, nyingine wakaharamisha kwa misingi wanaotaka wenyewe, nyingine wakahalalisha kwa misingi wanaotaka wenyewe, bila ya hoja wala ushahidi kutoka popote. Allah hahusiki na wanachojipangia. Qul, sema ewe Mtume, araaitum ma anzala Allahu lakum min rizqin, angalieni hivi alivyokuteremshieni Allah katika riziki. Faj'altum minhu haraman wa halala, nyinyi kwa ujuaji wenu munajalia katika riziki hizi nyingine haramu, nyingine halali. Qul, sema ewe Mtume, waulize, Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun, huyo Allah mwenyewe kakuruhusuni mugawe ugawaji huu au mnamzulia uongo tu huyo Allah? Hii kidogo inataka ufafanuzi, na sasa hivi muda umeenda. Nikiingia kwenye ufafanuzi tunaweza tukachelewa, bora tuiweke tuje tuanzie kesho inshallah.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Walau anna likulli nafsin zalamat, lau itapewa kila nafsi iliyojidhulumu, yani lau kama atapewa kila mtu kafiri aliyefanya vibaya, siku ya kiyama huko apewe. Walau anna likulli nafsin zalamat, lau kama atapewa kila mtu aliyejidhulumu, ma fil ardi, vitu vyote vilivyopo ardhini. Mtu mmoja apewe vitu vyote hivi tulivyo navyo sasa hivi ardhini, ardhi na mali zake, aambiwe vyako hivi, ili atoe faini. Laftadat bihi, havitoshi, bimaana havikubaliwi kwa yeye havitoe fidia. Allah siku hiyo hataki fidia. Wa asarru nadamata lamma ra'au al'adhab, na watu wa aina hiyo waliokosea watasirisha majuto kwenye nafsi zao. Kila mtu anajuta kimoyomoyo, lamma ra'au al'adhaba, watakapoiona adhabu. Ana hakika nikiondoka hapa kwenye mahakama, ninaenda kwenye selo ile, naingia jela ile motoni. Kwa hiyo atajuta mikeke yake ile, kujisifu kwake, kujivuna kwake, kudhulumu kwake, kupiga kwake, hapa kutakuwa kumeisha. Siku hiyo hana ujanja, atayajutia yote aliyoyafanya, na atajutia wakati aliyopoteza. Kwa nini na yeye asiwe Muislamu? Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, inategemewa wale waliokufuru hapa duniani siku ya kiyama watatamani lau na wao wangelikuwa Waislamu. Dharhum yaakulu wa yatamattau, we wache tu wale wastarehe, mando wanaendekeza kula starehe. Wayulhihimul amalu, wadanganywe na matumaini ya kijinga. Fasaufa yaalamun, karibuni hivi watajua ukweli. Wacha wastarehe, tuna raha zao. Leo wanastarehe, wanajiona wako huru, ila kuna siku watatamani lau wangelisilimu. Ule Uislamu mtu atautamani huko akhera. Hapa si anapiga Waislamu washenzi hawa, magaidi hawa, nani, analinda raha zake. Kuna siku atakuja kutamani yeye lau yeye na yeye angekuwa Muislamu. Hapa siku zinaenda, hafahamu thamani ya Uislamu, ila kuna siku atakuja kuutamani Uislamu. Ndio hao Allah anawazungumza. Kweli ikidhihiri, akimilikishwa mtu ardhi yote peke yake na mali zake ili atoe fidia, na atakuwa tayari kutoa, laftadat bihi, haitoshi, haikubaliwi fidia ya mali siku hiyo, awajibike mwenyewe tu kwenye adhabu. Wa asarru nadamata lamma ra'au al'adhaba, watakuja kujuta kila mtu kwenye nafsi yake siku ya kiyama watakapokuja kuiona adhabu. Wa qudiya bainahum bilqisti, watahukumiwa baina yao kwa uadilifu. Wa hum la yuzlamun, na wala hawatodhulumiwa katika kuhukumiwa huko. Ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi, eleweni kwamba Allah ndiye aliyemiliki vya mbinguni vyote na vya ardhini vyote, ni vyake, kaumba na anavimiliki. Ala inna wa'da Allahi haqqun, eleweni haya anayoahidi Allah yote ni kweli. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui. Ukiwafahamisha hawajui, yani hawataki kujua. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un, Allah ndiye anayeleta viumbe kwenye uhai na ndiye anayeviondoa kwa kifo. Na kifo maana yake mnaondoka hapa, mnarudi kwake. Hiyo ndio safari ya kurejea kwa yule aliyewaleta hapa, kufa, na hakuna atakwepa hiyo. Wote tunaenda hapo kufa. We ni marehemu, tumia muda vizuri, baadaye we marehemu. Na wewe marehemu sio mwisho, unarejea, kuna mambo yanahitajika, na hapa ndipo yanapoandaliwa.
ya ayuha nnasu, enyi watu, qad jaatkum maw'idhatun min rabbikum, kwa hakika yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu mlezi, Qur'ani. Wa shifaa'un lima fi suduri, na imekujieni dawa ya matatizo yaliyomo kwenye nyoyo zenu, Qur'ani. Wa hudan wa rahma, na ni mwongozo na rehma, lilmu'minin, kwa waumini. Vyote hivyo vinapatikana kwenye Qur'ani. Qul, sema ewe Mtume, waambie watu, bifadlillahi, kwa fadhila za Allah, wa birahmatihi, na kwa rehema zake. Tumesoma tafsiri ya Ibn Abbas, kasema fadhila za Allah ni Qur'ani na rehema yake ni Uislamu. Ielewe Qur'ani na uishi Kiislamu. Fabidhalika falyafrahu, kwa neema hizo za Allah basi waumini na wafurahi, waonyeshe kuvithamini hivyo vitu tunu, ndo furaha yenyewe. Huwa khairun mimma yajmaun, kushikamana na hivyo ni bora kuliko hivi watu wa dunia wanavyojumuisha, wanavyokusanya. Akiona pazuri anasema hapa pangu, kaona mali ya mtu mnyonge anasema hastahiki, ninachukua mimi. Kapata nafasi kidogo anatumia madaraka vibaya, halimradi fujo tu. Kumbe anazidi kujitatiza kwenye maisha yake madogo yale ya kujiandaa na akhera, hajiandai, anachuma mizigo tu, anazidi kujiconfuse mwenyewe. Kilicho bora kuliko wanavyokusanya ni rehema ya Mungu na fadhila zake, Qur'ani na Uislamu. Qul, sema. Hiyo tumesema tuiweke kesho, tuache kwenye aya 58 hapo. 59 tutakuja kuanzia nayo kesho inshallah. Wallahu a'lamu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haipendezi kuiswali kama magharibi, ukaswali rakaa mbili ukakaa tahiyatu alafu ukasimama ukamaliza na moja. Aidha uswali mbili utoe salamu alafu usimame uswali moja, au zichanganye rakaa zote tatu alafu ukae tashahudi mwisho na utoe salamu. Allahu a'lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana waffiqna lisiyam wa ballighna fihi alqiyam wa a'inna alayhi wan nasu niyam bifadlika ya dhal jalali wal ikram. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.